Madereva wa masafa marefu nchini wamelalamikia ukiukaji wa haki zao wakiwa barabarani na maafisa usalama. Wakiongozwa na Roman Waima, madereva hao wamelalama ongezeko la vizuizi barabarani ambavyo vinatumiwa na maafisa usalama ima kuchukua hongo au kuwahangaisha madereva hao kwa njia moja au nyingine. Siku za hivi karibuni kumekuwa na mazungumzo ambapo mazungumzo haya yamekuwa yakielekeza jinsi tunaweza kumaliza vikwazo vinavyozuia usafirishaji wa mizigo katika barabara zetu, yani non-tariff barriers. Na hili jambo limewahi kuzungumziwa na Kindiki Kithure na hata president mwenyewe akalizungumzia hili jambo, lakini inaonekana sasa kutekeleza imekuwa vigumu katika kiwango sasa ambapo inafikia sasa mauaji ya madereva wa masafa marefu yanatokea. Kwa kusema ukweli, kumekuwa na maofisa wengi sana wa trafiki na polisi wa kawaida katika barabara zetu, ikielekea kwamba hata unaweza kufikiria nchi iko na vita na hakuna vita vyovyote, kwa sababu kuanzia Mombasa kwenda mpaka Malaba kuna roadblock zaidi ya 55, na wewe mwenyewe unashindwa hizi roadblock ni za kazi gani katika barabara zetu. Zingine ni za kuchukua pesa kuanzia hapa. Kwanza ukifika Mtito wa Ndei, hiyo ni kama mahali sasa pa kurokota pesa, hakuna sheria yoyote ambayo inatumika. Mali ni mahali pia pa kurokota pesa, ni ufisadi ambao umekita mizizi pale. Waima amemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kushughulikia swala hilo kwa kuweka kamera za spidi barabarani, jambo litakalorahisisha usafirishaji wa mizigo Afrika Mashariki na Kati kwa urahisi. Wakati huo, si wa nchi hii achukue hatua zinazostahili kuhakikisha kwamba hizi non-tariff barriers zimeondolewa. Wakati wa Kithure alijaribu, Kithure alifanya kazi yake, hizi roadblock ziliondolewa kwa muda, lakini Kindiki alivyoondolewa akaja Kipchumba Murkomen, sasa zimekuwa ni kama kitega uchumi. Tunamuomba Kipchumba Murkomen alitazame hili swala kwa macho tofauti na vile anavyolitazama. Sisi tulisema wazi, ajali za barabara haziwezi kuisha kwa njia ya kuweka roadblock ama bumps. Ajali za barabara zinaweza kuisha endapo tutakuwa na cameras katika barabara zetu, kwa sababu Rwanda ni nchi ndogo sana na ni nchi ya miteremko, lakini utakuta kule kwao ajali chache kwa sababu wameweka cameras katika barabara zao. Ikiwa utatembea spidi zaidi ya ile ambao wanahitaji, mbele unakuta askari wanakusimamisha na wanakuonyesha ile spidi ambao ulikuwa unatembea. Lakini tangu tutamke mambo haya hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Hata hatua ambayo imechukuliwa sasa ni kuleta maaskari jela barabarani. Waima amelalamikia ukandamizaji wa madereva na waajiri wao kupitia kandarasi zao, ambapo madereva wengine wanalipwa hata shilingi 25,000 badala ya shilingi 41,800 ilivyo kikatiba. Waima amewataka madereva kuungana kukipa nguvu chama hicho ili kuwatetea katika masuala mbalimbali. Kwa kweli kuna kampuni ambazo zimeanza kutoa mileage kwa madereva, na badala ya mileage wanawapatia chakula. Imefikia kiwango ambapo hata kile chakula ambacho kinapeanwa ni omena, futswe na kimalawari ndio ambao inapeana. Maana ukifika pale unapatiwa bandali ya ungasima, alafu unaulizwa wewe mwenyewe, je, unakula omena? Kama uko allergic na omena unapatiwa kimalawari na futswe na shilingi 3,000. Hizi 3,000 na hapo na 400 nyingine. Hizi 3,000 hizi ni zako, utakula katika barabara. Na ni hii baada ya sisi kulalamika ndio sasa imeongezewa. Imefika sasa unapewa 3,000 na hiyo unga wa sima na kimalawari hicho na omena na futswe, unachagua kati ya hizo kile ambacho unataka. Hata ukija kwa General Wages Order kuna vile ambavyo wanastahili walipwe, ambapo mshahara wao ni 41,000 na shilingi 800 juu. Lakini utakuta kwamba waajiri wengine wanawalipa mpaka 20,000 ama 25,000. Hii 20,000 25,000 labor officer ndo ambaye anastahili kwenda kufanya inspection katika hizi kampuni na hakikishe kwamba mishahara imewekwa katika ile njia inayostahili na mazingira ya kikazi
yameheshimiwa pale mahali pa kazi. Na kisha unakuta maofisa wa leba badala ya kufanya namna hiyo, wao huwa wanarudi tena wanashirikiana na wale waajiri, inakuwa hakuna inspection. Inspection inakuwa ni ya mdomo ambayo Ahmed Bahero ni mmoja wa viongozi katika muungano huo, huku Bramwell Wanjala akiwa dereva wa masafa marefu. Wamekuwa na shida sana kabisa katika barabara yote, peka nchi ya nchi pia wana matatizo kabisa. Kwa hivyo dereva peka sasa hajapata haki yake kwa njia yoyote, si kwa chama, si kwa serikali, si kwa matajiri. Matatizo walionao madereva mengi sana, mzena sana. Wamekuwa siku hizi hata hawajiwezi, wala hawezi kukaa vizuri, wala hawalali majumbani kwao. Wao ni safari tu zilizopita. Kiangalia nyingi sana zinatupata kwa hii barabara. Kicho kwa Makondeni kwa dakika usuluhisho kutoka ile bebe. Kila mahali kuna jamu, ukiingiza gari unaambiwa hakuna nafasi, unakwambia toa pesa ndio kufikishwe Kondeni. So sisi madereva tuna changamoto sana. Sisi tunapitia kwa hiyo upande wa Kondeni na mti. Na upande wa barabara kutoka Mombasa to Nairobi kwa Malaba, traffic wamekuwa wengi sana kwa barabara. Ali Vincent, Benvin TV.